nataka nianze kukuletea kalenda nyingine. Hii ni kalenda ya Mungu ya matukio. Iko kalenda ya Mungu pia katika Biblia ya matukio muhimu ambayo yangetokea duniani katika kipindi cha miaka 1300 ya mamlaka ya Yesu Kristo hapa duniani. Tukizingatia kwamba Yesu Kristo au mwanadamu Yesu Kristo amepewa mamlaka, kuwa na mamlaka duniani ya siku 3 kama tulivyoona katika kitabu kile cha Luka 13:31 mpaka 33. Halafu baada ya hapo atarudisha ufalme kwa Mungu Baba, kama tunavyoweza kusoma katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ile ya 15 mstari wa 28. Biblia inasema, basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika yote. Kwa hiyo katika kipindi cha miaka 1300 ambayo amepewa mwanadamu Yesu Kristo, kuna matukio makubwa ambayo yangetokea wakati wake. Na matukio haya makubwa ambayo yangetokea wakati wake, Mungu alianza kuyatangaza kuanzia siku ile wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri. Walipokuwa wamefika jangwani, Mungu akawapa maagizo, na yale maagizo kimsingi yalikuwa yanazungumzia matukio 7 ambayo yangeambatana na mamlaka ya Yesu Kristo hapa duniani. Labda nisome andiko la msingi sana, kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ile ya 23. Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuwaambia, sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbiu kuwa ni makusanyiko matakatifu, hizi ni sikukuu za Bwana. Huo ni mstari wa kwanza na ule wa pili. Lakini mstari wa 4 anasema, sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake. Sikukuu za Bwana ni hizi, ni makusanyiko matakatifu ambayo mtayapigia mbiu kwa nyakati zake. Hapa mimi nafurahishwa na maneno ambayo mtayapigia mbiu kwa wakati wake, kwamba sikukuu hizi ni sikukuu za Bwana, sio sikukuu za Wayahudi kama watu wengine walivyozoea kusema, wanafikiri ni mambo ya Wayahudi. Hapana, hizi ni sikukuu za Bwana na zinatakiwa zipigiwe mbiu kwa wakati wake. Katika siku ya leo natamani tuende taratibu, nikutajie tu majina ya hizo sikukuu au hayo matukio 7 ambayo yanamhusu Yesu, ambayo yangetokea duniani katika kipindi cha miaka 1300 ambayo Yesu Kristo amepewa na Mungu Baba hapa duniani. Sasa matukio haya Biblia inaonyesha hapa kwamba yatatokea kwa wakati wake. Yaani kila tukio lina wakati wake. Na uzuri, Mungu huwa hatufichi jambo, ameweka wazi. Basi acha nitaje mambo hayo 7 ambayo ni ya muhimu sana, yanayoambatana na mwanadamu Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni kifo cha Yesu Kristo. Hili lilikuwa ni tukio kubwa sana ambalo haliwezi kusahaulika milele. Lakini tukio la pili lilikuwa ni tukio la kuzikwa kwa Yesu, kuzikwa kwa mwili wa Yesu ambao kimsingi ndiye mwanadamu wa kwanza kufa ambaye alikuwa hana dhambi. Kwa hiyo kuzikwa kwa mwili wa Yesu usio na dhambi, na hilo ni tukio lingine kubwa. Tukio la tatu ni tukio la kufufuka kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alifufuka. Hili nalo ni tukio kubwa sana, ni tukio kubwa kabisa, tukio kubwa. Tukio lingine la 4 ni tukio la kumiminwa kwa Roho Mtakatifu hapa duniani. Hili nalo kwa kweli ni tukio kubwa sana, ni tukio kubwa kutokea katika dunia hii. Tukio la 5
ni tukio la kunyakuliwa kwa kanisa. Hili nalo kwa kweli ni tukio la kipekee sana. Ni tukio la kunyakuliwa kwa kanisa, sio tukio dogo, ni tukio kubwa. Tukio la 6 ni tukio la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Hili nalo kwa kweli lina umuhimu wake na ni la kipekee sana, kwamba Yesu atarudi mara ya pili hapa duniani. Na tukio la 3 ni tukio la Yesu kuanzisha ufalme wake hapa duniani wa miaka 1000. Hili nalo ni tukio la kipekee na lina umuhimu wake katika Biblia. Kwa hiyo